Shaiba mpaka nilikamatwa nilitaka kuchomwa moto Tabata pale Mawenzi. Kumbe huku kuda? Yes, hapa pada watu wanakumbuka na kiukweli sikio nilikuwa naiba kwa sababu mdogo wangu alikuwa anaumwa. Uliiba nini? Nilikuwa gengeni, nimeiba gengeni. Gengeni mdogo wangu alikuwa anaumwa, alilazwa Amana pale. Nyumbani tuko na bibi tu. Chakula hamna, sisi tunataka twende shule. Baba mwenyewe kazi hana maalumu. Lakini pia anatakiwa anavorudi aone chakula kimepikwa, amekipeleka hospitali. Hospitali hatuna ndugu wa kutusaidia kubaki hospitali. Bwana. Unaelewa siko baba mwenyewe abidi alale hospitali, asubuhi ndio adamke hela anaenda kutafuta saa ngapi. Kabisa, yuko hospitalini. Yes, ilikuwa haiwezekani. Kwa hiyo mimi nilikuwa najiongeza. Lakini unajua mimi nilikuwa na akili tangu niko mdogo, nilikuwa naona natamani kusaidia familia yangu tangu niko mdogo. Kwa hiyo nilikuwa naona njia pekee sasa ndio nilikuwa naenda kuiba. Siku nimekamatwa ile ndio ilikuwa balaa sasa. Umechukua viazi pia vile vile? Pale gengeni anatoka hivi nikakamatwa nilikuwa nachagua kama niko supermarket. So nilipokamatwa nikafungwa kamba miguu na mikono imefungwa hivi nyuma. Vilikuwa vingi sana? Nakumbuka nikitaka kupigwa shoka, jamaa alitaka kunipiga shoka. Yaani siku nilikuwa nakufa lakini uliponaje? Sikuwa hata na pressure. Yaani sikuwa na pressure kabisa yani. Na huyo jamaa anaambia alitoka na shoka waga arudishi nyuma kuhusu mwizi hilo. Lakini alijikuta dogo. Vipi dogo? Kwani umeiba? Sasa watu wamekuja pale wamejaa. Tuchome moto lakini yani anaishia kuongea tu. Nifanye kitu na bibi pale akaitwa pale. Bibi akaangalia akalia akasema kama mnamuua msimuue mimi nikiwa hapa. Yaani alishakubali. Yes, alishakubali kwa sababu watu walikuwa wanaongea. Sasa ile kauli naisikiliza ya bibi yangu. Na watulia bibi akatoka akaondoka nyumbani. Basi akakuacha akakaa pale akaniacha pale umekaa. Hakuna hata alinipiga hata kofi kiukweli. Kweli? Mungu tu viazi vyako viko pale pale? Viko hapo nikakamatwa tu ndo mjumbe wa pale alikuwa anaitwa Baba Simoni. Wanangu wanaojua wanakumbuka nikapigwa viboko tu pale vitatu. Sasa ile narudi home ndo naona watu wanalia pale. Kuna mwanangu akanifuata akaniambia na mdogo wako amededi. Mdogo wangu alifariki ambao ndo alikuwa anaumwa hospitali huyo. Kwa ile kitu nilihisi mimi nilivyokamatwa pale. Unajua mkiwa familia wewe unapopata matatizo ndugu zako wote kuna hali wanaipata. Kwa ile hali nafikiri mimi kipindi nataka kuchoma pale ile pressure nafikiri ilimkuta kila ndugu yangu na mdogo wangu nafikiri ilimkuta that wine. Nikajiona ni kama mimi ndo nimesababisha. Kwa hiyo tangu hapo nikaacha wizi. Nilimpromise mdogo wangu kwamba kitu pekee nitaacha, yani nitakachokuenzi sitoiba tena kuanzia leo. Na kweli bro, mimi sijaiba tangu siku hiyo. Pole sana mzee.